Filamu inaanza kwa kuonyesha jinsi dunia ilivyobadilika ghafla baada ya ugonjwa wa ajabu unaoitwa Idiopathic Adolescent Acute Neurodegeneration kuibuka na kuua karibu 90% ya watoto duniani, huku ukiwaacha wachache waliobaki na nguvu za kutisha zisizothibitika. Katika hali hiyo, tunamkuta Ruby Daily akisherehekea miaka yake 10. Lakini usiku huo anapogusa mkono wa mama yake bila kukusudia, anafuta kumbukumbu zake kabisa na kufanya wazazi wake wasimtambue. I'm sorry, please! Na hatimaye polisi wanamchukua baada ya serikali kuamua kuwa watoto hao ni tishio na kuwafungia kwenye kambi maalumu zinazofanana na magereza, ambako watoto wanapangwa kwa rangi kulingana na nguvu zao: kijani kwa wenye akili kali, bluu kwa wanaosogeza vitu kwa akili, njano kwa wanaodhibiti umeme, nyekundu kwa wanaotoa moto na orange kwa wanaodhibiti akili, ambao ni hatari zaidi. Hivyo Ruby anapogundulika kuwa orange anakaribia kuuawa, lakini anatumia nguvu zake kumdanganya daktari na kuonekana kama kijani, na hivyo kuokoka na kuanza maisha ya hofu. Green. Kwa miaka 6 akijifanya msichana wa kawaida, huku akiepuka kugusa mtu yoyote ili siri yake isifichuke, kwani akigundulika atauawa mara moja. Baada ya miaka 6 kupita, Ruby sasa ana miaka 16. Anaishi ndani ya kambi ya Green akiwa katika maisha ya upweke mkubwa na hofu ya kudumu, kwani analazimika kujizuia kugusa mtu yoyote ili asije akafichua uwezo wake wa kudhibiti akili. Huku kila siku akijifanya mwerevu na mtulivu ili tu aendelee kuishi. Siku moja, kengele maalumu inalia ndani ya kambi, ikitoa sauti kali ambayo ni watoto tu wanaoweza kuisikia na kuwafanya wote waanguke chini kwa maumivu makali. Ndipo daktari mmoja aitwaye Kate Connor, ambaye kwa siri ni mwanachama wa kundi la waasi linaloitwa Children's League, anamfuata Ruby na kumpeleka chumba cha faragha na kumwambia anajua ukweli kwamba yeye si Green bali ni Orange, na kwamba kambi inapanga kufanya ukaguzi maalum ambao kwa kweli ni mpango wa kuwatambua na kuwaua watoto wote hatari. When they turned on the white noise? Hivyo anampa njia ya kutoroka kwa kumpa kifaa kidogo cha dharura kilichofichwa kama kitufe kwenye kuti lake na kumwambia atumie akipata shida. Kwa msaada wake, Ruby anafanikiwa kutoroka kwa kujificha ndani ya gari la kufulia, na wanapotoka nje wanakutana na mshirika mwingine wa kundi hilo. Ingawa mwanzoni Ruby anafurahia uhuru wake, anaanza kuhisi wasiwasi, kwani wakiwa kituo cha mafuta, anapogusa mkono wa Kate kwa bahati mbaya, anaona kumbukumbu zake na kugundua kuwa Children's League hawana nia safi ya kuwaokoa watoto tu, bali wanataka kuwageuza askari wa kupigana vita zao. Jambo linalomfanya Ruby aone amehamia kutoka gereza moja kwenda jingine. Hivyo anaamua kukimbia peke yake msituni, akiwa hana msaada wala ujuzi wa kuishi huko porini. Baada ya muda, anakutana na kundi la vijana watatu karibu na gari lao la zamani, ambao ni Liam, Chubbs na Zoo. Hawa wanakuwa watu wa kwanza kumchukulia kama binadamu badala ya mnyama. Hivyo Ruby anaamua kujiunga nao. Safari yao inakuwa hatari sana, kwani wanawindwa na mwanamke mtaalamu wa kuwakamata watoto waliotoroka anayeitwa Lady Jane, ambaye analipwa na serikali. Wakati fulani katika jengo lililotelekezwa la maduka, wanakaribia kukamatwa. Ndipo Ruby anaona nguvu ya Liam, ambaye ni Blue, akitumia akili yake kusukuma magari na vyombo vikubwa kuwalinda wenzake, jambo linalomshangaza sana. Ingawa bado anaficha siri yake ya kuwa Orange kwa hofu kuwa wenzake watamuogopa na kumfukuza. Wanavyoendelea kusafiri, Ruby na Liam wanazidi kuwa karibu. Wanashirikiana hadithi za maisha yao ya zamani kabla ya ugonjwa, na Ruby kwa mara ya kwanza anahisi kama ana familia. Not cool. What's EDO? Hatimaye wanagundua kuwa neno EDO si neno,
bali ni masafa ya redio. Wanapoweka redio kwenye masafa hayo, wanasikia wimbo unaowaongoza hadi sehemu ya siri inayoitwa East River. Wanapoingia huko, wanakutana na watoto wengine wengi waliotoroka, wanaoishi kwa uhuru bila walinzi. Let's go. It's time to meet the slip kid. Wala watu wazima wakifanya mziki, kulima na kutumia nguvu zao wazi wazi, hali inayowafanya wahisi wamepata paradiso. Wanafahamishwa kwa kiongozi wao Clancy Gray, kijana mwenye mvuto ambaye anajitambulisha kama mtoto wa rais aliyekimbia kwa kutokubaliana na baba yake. Cabin 18. Yes, sir. Na cha kushangaza zaidi, yeye pia ni Orange, jambo linalomfanya Ruby ajisikie si peke yake tena. Clancy anaanza kumfundisha jinsi ya kudhibiti nguvu zake vizuri bila kuharibu kumbukumbu za watu, na hata jinsi ya kusoma historia ya vitu kwa kuvigusa. To not be able to touch someone. Ingawa Ruby anaanza kugundua mambo ya ajabu taratibu, kwani watoto wa hapo wanaonekana kama wanadhibitiwa. Usiku mmoja, yeye na Liam wanakaribia kubusiana, lakini Ruby anaogopa kumuumiza Liam. What? Hata hivyo, Liam anamwambia hamuogopi, hali inayomfanya Ruby ahisi kupendwa kwa mara ya kwanza. Baadaye, Ruby anagundua ukweli wa kutisha kwamba Clancy si mtu mzuri, bali anatumia nguvu zake kudhibiti wengine na kufuta kumbukumbu zao. Na mbaya zaidi, anafanya kazi kwa siri na baba yake ili kuwakusanya watoto wenye nguvu mahali pamoja ili serikali wakamate au waue. Already en route, sir. Ruby anapomkabili Clancy, anaonyesha sura yake halisi na kumtaka watawale dunia pamoja. Lakini Ruby anakataa. Ndipo Clancy anajaribu kumdhibiti kwa nguvu zake, lakini Ruby anapambana naye. Wakati huo huo, askari wa serikali wanaovamiwa kwa ishara ya siri ya Clancy wanavamia kambi kwa helikopta na mabomu ya sauti kali yanayowaangusha watoto kwa maumivu makali na kuifanya paradiso hiyo kuwa jehanamu. Watoto wanakimbia kila upande huku wakishambuliwa kwa risasi za usingizi na mabomu ya mwanga. Zoe na wengine wanajaribu kujilinda, lakini wanazidiwa nguvu. I can't. Zoe. Liam na Ruby wanamtafuta Chubbs, na wanapompata, askari anawazingira. Lakini kwa kutumia akili yake, Chubbs anatengeneza usumbufu wa muda, ingawa anapigwa risasi na kujeruhiwa vibaya. Ruby na Liam wanamtoa eneo la mapigano, lakini wanakwama, na Ruby anagundua kuwa bila matibabu ya haraka, Chubbs atakufa. Hivyo analazimika kutumia kifaa cha dharura na kuita Children's League, akijua anajitoa sadaka ya uhuru wake ili kumwokoa rafiki yake. Baada ya mapigano, hali inakuwa mbaya. Chubbs yuko mahututi. Hivyo Ruby anakubali kufanya makubaliano na Kate na kundi lake kwamba atajiunga nao na kuwa kiongozi wao ikiwa watampeleka Chubbs hospitali na kumwacha Liam aende huru. Wanapelekwa kwenye makao ya siri huku Chubbs akitibiwa. Ruby anatumia muda wake wa mwisho na Liam ambaye anampenda sana. Lakini Ruby anajua akibaki naye ataumia au kufa. Hivyo anafanya uamuzi mgumu wa kumfanya asahau kila kitu kuhusu yeye. Wanapokaribia kubusiana, Ruby anatumia nguvu zake kufuta kumbukumbu zote za Liam kuhusu yeye, kuanzia walivyokutana hadi mapenzi yao. Liam anabaki akimwangalia kama mgeni asiyejua chochote na anaondolewa kwenda nyumbani, huku Ruby akimwangalia kwa maumivu makubwa, akijua amemwokoa kwa gharama ya moyo wake. Na sasa anabaki peke yake ndani ya makao ya kundi hilo, akiwa ameacha furaha yake yote nyuma na kuanza maisha mapya kama sehemu ya mapambano makubwa ya ukombozi.